Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Baba mwema wa mbinguni, muumba wa mbingu na nchi na vyote vilivyomo, Mungu mwenye upendo, Baba mwenye rehema na neema, tunakusifu, tunakuabudu kwa sababu ni wewe ambao unastahili kuabudiwa. Tunafahamu, tunaamini ya kwamba ni wewe ambaye ulio na upendo wa kweli. Tunaamini na kutambua ni kwamba ni wewe. Tunajua na kutambua kwamba ulikuwa mwanadamu kwa mfano wako, mkusudi awe taji ya uumbaji wako, ukamsogeza kila mara kuwa karibu nawe, mkusudi muishi ushirika wa milele. Lakini kwa bahati ile ule ushirika mzidi tena kurudi na kudumu milele. Bwana Baba, uruhusu tuombee wapendwa wetu, ndugu zetu na dada zetu. Tunakumbuka wote ambao wanapatikana katika hali ngumu za maisha. Kwa pekee tunaombea kwa ajili ya familia ambayo itapatikana katika waraka wa pili wa Mtume Paulo kwa Timotheo, sura ya 2 mstari wa 11 hadi 12. Neno linashuhudia kama ifuatavyo: usemi huu ni wa kweli, ikiwa tulikufa pamoja naye, tutaishi pia pamoja naye. Tukiendelea kuvumilia, tutatawala pia pamoja naye. Tukimkana, naye pia atatukana mpaka pale. Naitazama dunia, yote ni ubatili, wengi waifurahia, nami nafadhaika. Hivi mtu akikufa tu hapa nazikwa, njoo Mungu anaisha kumpenda? Neema yake ya Mungu hivi naisha? Nini kitatutenga na upendo wa Mungu? Mauti? Paulo alisema, anaonyesha yote wazi. Tuendelee kumwamini yeye. Tuachane na mambo ambayo hayampendezi Mungu. Kuna mambo ambayo yanajitokeza ambayo tunayatenda wakati mwingine haifurahishi na haimpendezi Mwenyezi Mungu. Tunapogeuza au kubadilisha Injili au mafundisho na utaratibu jinsi ulivyo. Mimi siamini kama meya wa hapa Columbus
anaweza andaa watu hawapeleke kumtone sema mkini wabatize na watu wakakubali kwa haraka tu. Hii mamlaka utoe wapi? Utoe wapi mamlaka? Kila kitu kina mtu ambaye anapewa mamlaka ya kile kitu. Sasa endapo tutakuwa tu watu wa kujichukulia tu, kila mtu anaamka tu anafanya cha kwake, wapenda ndio tutakuwa tu tunajitenga kidogo na mapenzi ya Mungu. Sababu kama tulivyoongea mapema, Mungu ni Mungu wa utaratibu, ni mzuri, anatupenda. Wakati mwingine anatuelewa. Sasa pengine hawa watu ni nini? Wanajua kweli kweli. Mbona nilituma mtu ambaye alivaa mwili kama wao? Akateseka, akafa, akafufuka. Waliishi naye, alimuonesha kila kitu. Ndio mapenzi yangu, aliwaambia fanyeni hivi, fanyeni hivi, fanyeni hivi. Je, mpaka leo tunafanya ile? Mpaka leo tunaendelea kumfuata Yesu Kristo? Huko maandiko mtu kusoma katika kitabu cha Matendo ya Mitume, kuna mtu ambaye alikuwa tuwashi wa Kushi. Alikuwa anasoma Biblia tu nzuri tu sana. Na leo watu wanasoma Biblia tu nzuri sana, tu tena sana. Wengine wanaisoma kabisa mpaka na vyeti wanavipata. Lakini alikuwa anasoma soma, kumbe alikuwa anaelewa inapenda kuongea nini kabisa. Filipo akamshwa na roho akamwambia, wewe ni njia inayoenda Gaza, utakutana na mtu kule. Akaenda kwa yule mtu. Anasoma kitabu cha chuo cha nabii Isaya. Alipelekwa machinjoni huyu mtu, hakusema kitu, akalia. Akaanza kumuuliza, kwani unasoma mnajua? Tena hapana. Sasa huyu mtu anasema juu ya kifo chake au anasema juu ya maisha ya mtu mwingine? Anasema huyu ambaye anasemewa hapo mwana kondoo alienda kuongea. Ndio Yesu Kristo kwa kumtangaza. Yes, we understand the pain and separation of death. Tunaelewa maumivu ya kuachana kwa sababu ya kifo, and we don't want to make it less. Na tupendi matukia maumivu ya kuachana kwa kifo kama ya kidogo, because even the Lord Jesus cried over Lazarus. Na hata Bwana wetu Yesu Kristo alilia wakati Lazaro alikufa. So grief in itself is not difficult to accept. Na machungu yopeke sio vigumu kuikubali, but we don't want to stay there. Lakini hatupendi tubaki katika machungu na kuumia. We want to accept the joy and the blessing that God has given us through the wonderful servant Priest Kaeva this morning. Tunapenda tukubali faraja ya Mungu anatupatia kupitia Priest wetu Kaeva hii asubuhi, eternal life, maisha ya milele, in fellowship with the Lord Jesus Christ, kuchangia pamoja na Bwana Yesu Kristo, the Father and the Son and Holy Spirit in one, kuchangia na Baba na Mwana na Roho Mtakatifu wote pamoja. Thinking back to our dear sister here, tukirudilia kwa dada yetu hapa, when she was a young girl in her home, I never think she would imagine she would have come to America. Wakati alikuwa angali kijana nyumbani kwake, siwezi kuwaza kama siku moja aliwaza atakuja Marekani. One of the many circumstances that brought many of us here today. Na kwa sababu ya tatizo mbalimbali zimetuleta sisi wote hapa leo.
It was a journey. Ilikuwa ni safari, And it was sometimes a difficult journey. na mara nyingi ilikuwa safari ngumu. Many sacrifices may have been made. Kujitolea kwingi kulifanyika, Many things may have been had to be left behind. na ambapo vitu vingi labda watu waliacha nyuma. Yet willingly here we are this morning. La kwa kupenda leo tuko hapa hii asubuhi, Because we know this journey we are on kwa sababu tunajua hii safari ambapo tuko ndani, is a wonderful journey leading to something better. kwa sababu ni safari nzuri inatupeleka katika kitu kizuri. So we can take comfort within our hearts for this dear sister. Tunaweza kuwa na faraja, tunaweza kupokea faraja ndani ya roho zetu kwa sababu ya dada yetu. Her journey here on this earth is done. Safari yako ilikuwa nayo, Testify in eternity's realms. na hivi itashuhudia katika milki za wafu, Come along, I have something wonderful to share. na watasema kuja uchangie kitu kizuri ambacho unakuwa nacho. So, yes, we take time to feel the sorrow. Ndiyo, tunakamata muda wa kusikia maumivu. Sote tunajua utaratibu wa kisheria. Hivi mwanadamu anaweza sema mtu mwanadamu mwingine zangu? Mwanadamu anaweza sema mtu mwanadamu mwingine zangu kabisa? Jibu hapana, haiwezekani. Sababu msamaha ni wa Mungu pekee. Lakini sasa ili msamaha utoke, wakati mbao umempiga mpaka amekufa. Jirani hapa anapiga mwanadamu wako, unisamehe. Nakusamehe. Serikali inatoa taarifa. Kwa sababu jirani hapa alikusamea, kesi inaisha. Kesi haiishi. Kesi haiishi moja naye, na siku moja tuishi furaha, tutatawala. Atakapokuja kwa mara ya kwanza Yesu, watu watafufuliwa. Si watenda madhambi watafufuliwa mara ya kwanza, hapana. Ni wale ambao waandae serikali ya kutawala pamoja na Kristo katika ile miaka elfu ya amani. Si watu wote, ni wale tu waliwafuata wale ambao waliandaliwa naye. Kumbe tufuate, tujue ili siku moja tutawale pamoja naye. Kwa mfano na makuhani sana. Hili kitu tunasema kuna kazi za Jones. Mungu abariki neno lake. Na ifanye ndani yetu ishi. Na izae matunda siku moja kweli tuone na tutawale pamoja naye. Amen. Muda wa kuonyesha habari ambazo zinafuata. Samahani wa Ule
Vamos ir para o